sayansi ya uumbaji kuna maisha ambayo ni bios ambayo ni muhimu sana, lakini kuna nini sasa? Kuna zoe ambayo sasa ni spirit. Kwa hiyo ni combination ya vitu vingapi? Vitu viwili, mwili na roho. Mwili hauwezi ukafanya kazi pasipo nini? Yes, pasipo roho. Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba na yenyewe roho ina kitu, kama vile ambavyo chakula tunapokuwa tunakula kinatafuna, unakisaga, alafu kisha kisaga unakuwa ni part ya hicho chakula, you become part of that food after all the digestion. So it is with what? With the mind. Sawa? Unapokuwa wewe pia umetengenezwa, sikio lako na lenyewe linasikia. Likishasikia na lenyewe linafanya mchakato. Likishafanya mchakato linazalisha kiumbe. Na hiki kiumbe ndio kinaitwa matunda, matunda ya roho. Imani inakuja kwa kusikia neno la nani? Neno la Mungu. Kwa hiyo imani imekuja, sisi tulisikia wote neno la Mungu, tukapata imani, tupata imani, tukazaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imani ikuja ni kama mimba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanasayansi wamekuja kushangaa na wakagundua kwamba ni sikio letu linafanana na mji wa nani? Wa mama. Jinsi ambavyo mtoto anakaa na ndivyo ambavyo masikio. Kwa hiyo linda sana nini? Masikio yako. Na leo ndio niko katika hiyo, it's not personal, it is business. Kile unachokisikiliza kikiingia ndani, kuna mambo mawili, kinaweza kikawa ni sehemu ya mwili wako. Yaani maneno unayosikia yanaweza kuwa ni sehemu ya mwili wako. Kwa hiyo kama ni maneno mabaya yakiwa sehemu ya mwili wako, yatazalisha sasa ubaya. Kama ni maneno mazuri yakiwa ndani ya mwili wako, yatazalisha nini? Yatazalisha mema. Na hata maneno ni hivyo hivyo kama ambavyo ipo katika mwili, kwamba tunavyokula chakula, kile chakula kinapokuwa kinasagwa na sisi tunakuwa sehemu ya kile chakula. Kama tunakula chakula cha afya, tutakuwa na afya bora. Kama tunakula chakula ambacho sio cha afya, ndivyo ilivyo katika maneno.